wakati Mungu anaanza kunisemesha habari ya kuhubiri nyakati za mwisho, kanisa la tatu kulihubiria hayo mambo, au la pili, kanisa la tatu lilikuwa ni MMPT Kalela. Wakati ananifunulia ya mafumbo, kitabu cha Danieli pamoja na kitabu cha Ufunuo cha Danieli ni kitabu ambacho kilielezea nabii za siku za mwisho, lakini hiki kitabu kilifungwa. Na ndio maana aliambiwa maneno haya uyafunge, uyatunze, wewe nenda kwa amani, lakini yanawahusu watu wa siku za mwisho. Ina maana kitabu cha Danieli kilitunzwa kwa ajili yangu mimi na wewe tulioko kwenye mkutano huu jioni ya leo, na kwa sababu hiyo kilifungwa. Ni mafumbo, ili uweze kukielewa kinahitaji ufunuo. Sasa Biblia inasema hivi, Danieli akaambiwa maneno hayo yamefungwa, lakini mstari wa 5 hadi wa 8 akaambiwa mambo yafuatayo. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingo wa mto upande huu na mmoja ukingo wa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Ina maana swali lile lile waliouliza mitume, naye Danieli akamuuliza malaika, itakuwa ni muda wa miaka mingapi? Angalia mstari wa 7. Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele. Maana yake akaapa kwa Mungu. Kiapo maana yake hakitakiwi kutanguliwa, hakitakiwi kubadilishwa. Akaapa, akasemaje? Akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele. Biblia inasema hivi kwenye ule mstari unaofuata, anasema kwamba itakuwa ni wakati, maana yake mwaka mmoja, na nyakati mbili, maana yake miaka miwili na nusu wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yatakapotimizwa. Nataka nikuwekee pembeni ile miaka. Ninaweza nikipata nafasi nitaielezea, maana nilipokuja kipindi kile sikuielezea. Nataka nielezee ule mstari wa mwisho. Twende pamoja na wewe. Unasema hivi, na anasema hivi watakapokuwa, na anasema hivi, na tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Maana yake mwisho utakuja baada ya kuvunjwa nguvu za hao watakatifu. Watakatifu ni wapi? Ni taifa la Israeli. Zitakapovunjwa nguvu za kijeshi za taifa la Israeli, itakuwa ni ishara ya mwisho ya kurudi kwa Yesu. Sasa nisikilize, huu ni unabii wa Danieli. Kwa vile ni unabii wa Danieli, twende pamoja na wewe tuhamie kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 15. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 24. Biblia inasema hivi, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie, anasema ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asichuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. Maana yake anatoa tahadhari kwamba kuna tukio likitokea, chukizo la uharibifu litakaposimama, na siku ya kesho nitaielezea hiyo. Litakaposimama chukizo la uharibifu pale taifa la Israeli, zitafanyika ibada za kufuru, zitafanyika hali za kumkufuru Mungu zikisimama pale, zinazoambatana na sadaka na ibada na matoleo. Anasema tambueni, walio Israeli wakimbilie milimani, walio juu ya dari ya nyumba wasishuke chini. Maana yake kuna unabii ambayo Danieli aliutabiri, ukitokea ujue kwamba mwisho unakuja. Sasa sikiliza vizuri sana. Hebu twende na wewe kwenye kile kitabu cha Luka ile sura
ya 21 na ule mstari wa 20. Nitakusomea kitu cha ajabu sana pale. Luka 21 na ule mstari wa 20 inaeleza unabii ule ule. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ngoja nirudie tena. Hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Angalia mstari wa 21. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Wale wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika hizo siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Sasa sikiliza vizuri. Danieli kwenye ile Mathayo inasema mkiona chukizo la uharibifu limesimama, jueni saa imefika. Twende vizuri pale. Chukizo likisimama, jueni saa imefika. Maana yake ibada ya shetani, ibada ya mpinga Kristo itatangazwa rasmi katika taifa la Israeli. Nilikuwa nawaeleza kuna kampeni iliyoanza kutembea mwaka 2022, lakini 2023 ilikuja kafunuliwa, lakini 2022 kuja 23 ni kama alikuwa anatujulisha sisi wachache. Kuna mpango unaoendelea, mpango wa dunia mpya. Ukirudi kwenye upande wa pili wanaita New World Order, lakini ukirudi kibiblia ni mpango wa mpinga Kristo. Sasa hawa ndugu wanazungumza kwamba wana agenda ya ujenzi wa hekalu la 3. Kwenye agenda ya ujenzi wa hekalu la 3 wanasema ni kuyafungulia mataifa yote ulimwenguni yaende yakaombe pamoja pale Yerusalemu. Na pale msamiati wanasema, kwa nini kuwagawanyisha wanaoamini Mungu mmoja? Wanaweka kwa Kiingereza kao pale, wanasema why divide those who believe in one God. Ina maana kwa nini kama watu wote Mungu wetu ni yule yule? Tunataja Mungu wa Ibrahimu, tunataja Mungu wa Isaka. Ukienda kwa Uislamu wanazungumza kwamba hata Isa mwenyewe anamjua, Yesu anamuita Nabii Isa bin Maryam. Hata Ibrahimu anamjua ni Mungu. Ina maana hata Mungu wanamtaja vizuri kabisa. Ina maana wa jamaa atakuja na agenda. Ikiwa Waislamu wanamwamini Mungu wa Ibrahimu, Wasabato wanamwamini Mungu wa Sabato, Wakristo wa aina zote, MMPT, KKKT, Anglikani, wote wanaamini habari za Yesu. Kwa nini hao watu mwagawanye? Tuwalete pamoja, kiwe kitu kimoja. Agenda ya mpinga Kristo itakapoingia, watu wengi wanasema itakuja kushindikana kwenye kuwaunganisha Wakristo na Waislamu. Hiyo ni nyepesi sana. Yako mataifa mawili ambayo tayari yameshaandaliwa ya Kiislamu, hata migogoro ukiangalia hayana. Ilani kwenye mpango wa mpinga Kristo hayumo. Ilani yuko upande wa Gogu na Magogu, ina maana yuko upande wa Urusi na China. Lakini kuna mataifa ambayo yameshaandaliwa ya Kiislamu kabisa, yana mahusiano vizuri sana na Marekani, na yameshafichwa. Makubwa yako mawili yanaendelea vizuri, hayana vurugu, hayana vikundi vya kigaidi ndani, hayana chokochoko zozote. Haya ndiyo yatakayokuja kutumika kuunganisha Ukristo na Uislamu. Sasa wakati agenda hii wanaendelea nayo, unisikilize vizuri, ili kwamba sasa mwishoni kabisa nitakufanulia vizuri siku ya kesho. Kuna mpango utakaoletwa wa kuleta amani kwenye Mashariki ya Kati, kwa maana ya Palestina, Gaza pamoja na Israeli zitengenezwe kuwa na umoja mmoja. Lakini ule mpango utakapokuja, una mbinu za kuja kuigeuka Israeli. Israeli dakika za mwisho itakuja kugeukwa, na ikija kugeukwa itakuja kujua imesha saini mkataba ambao hauko sawasawa na kile walichokiamini. Na ndio maana kwa naeleza ujenzi wa hekalu la 3 sasa hivi uko hatua za mbele sana. Na wao Israeli wanaamini kabisa lile hekalu wanamjengea Bwana.
lakini lile hekalu ndilo ambalo mpinga Kristo atalitumia. Hata wao wanaliandaa bila kujua kama Antikristo atalitumia. Na hatua ziko mbali sana, na wafanyakazi wameshaandaliwa. Nilikuwa nawaeleza siku ya jana, haya mambo mimi naenda nayo Bennett sana. Wanafuatilia ng'ombe ambaye kwa siku ya kwanza ya ufunguzi wa hekalu atatumika pale kama sadaka, mweupe asiye na doa hata kidogo. Lakini huyo ng'ombe mpaka sasa hivi pale Amerika wamepata ng'ombe 3. Wanataka kuwapandisha wapate mmoja pure asiye na doa hata kidogo. Ina maana sadaka imeshapatikana, maandalizi yote yameshakamilika. Kinachobaki ni kufanya maamuzi ya kuanza kujenga. Kama ambapo mpinga Kristo ataendeshea ibada yake pameshaandaliwa, basi kimebaki nini? Kilichobaki walio wateule wa Bwana wabaki kung'ang'ania msalaba, maana saa wasiozania parapanda italia. Tuko dakika zimeendelea mbele sana. Sasa sikiliza hii. Israeli hakuna anachojua. Yuko vizuri kwenye uwezo wa vita. Yule ndugu yuko vizuri, waliokuwa wanamfuatilia. Na ndo maana moja ya kitu ambacho Mwisraeli anaisumbua Gaza na Palestina, kwenye uwezo wa vita yuko mbali sana. Israeli ana rada ambazo zinaitwa aperture radar. Ile rada hata kama mmetengeneza handaki mkajificha ndani, ina uwezo wa kuchukua picha, ikatengeneza picha kopi inayoendana na kitu halisi mlicho nacho. Kipindi wanafanya maangamizi fulani mwaka jana, walifanya tukio moja la ajabu sana. Waliwahi kupiga watu ambao walikuwa wameshafanya mawasiliano mwezi mzima uliopita, wakatengeneza vikao vya siri. Walipokaa walilenga pale pale, na walikuwa wameshatengeneza handaki ambalo zege yake ni ngumu kiasi kwamba hakuna kitu cha kupenya, lakini walitandika pale pale, hakuna mtu aliyetoka. Wale ndugu wakiamua kuchafua hali ya hewa, dakika zilo hii dunia mnatafutana. Na ndo maana nazungumza, kuna saa mimi nimekuja kuamini watoto wa Bwana, kinacholinda amani ya dunia hii ni Yesu peke yake aliyekwenda pale msalabani. Huyo ndiye analinda amani ya dunia. Haleluya. Nazungumza na watu wa Kalela. Wewe uliyefanikiwa kumpata Yesu, una amani kuliko anayelindwa na ndege za mabomu ya nyuklia. Amani ya kwako inashikiliwa na aliyeyumba dunia. Na ndo maana kuna watu hata kama akitaka kufanya maamuzi, akizuia yule wanaahirisha, na lazima wataahirisha mpaka wewe utoke. Na ndo maana kama unalindwa kwa heshima kubwa namna hiyo, iweke dunia nyuma, muweke Yesu mbele, usonge mbele. Mtumishi mmoja akaandika, basi ndugu zangu tuseme nini ikiwa tumepata wokovu mkuu namna hii? Anasema muishindanie ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Imani ulio nayo ni ya thamani sana, acha kuiwekea madoa, iweke ikae sawa sawa. Hata kama watu dunia hii wanafaidi mambo, waambie tembeeni na mambo ya kwenu, afadhali niitwe mshamba lakini nibaki na Yesu milele. Tuko mbali sana. Sasa sikia habari hii. Watafika mahali ili chukizo la uharibifu liweze kusimama Yerusalemu. Yerusalemu inalindwa na jeshi la Israeli. Twende vizuri pale. Mathayo anasema mkiona chukizo limeharibika, limesimama, tambueni saa imefika. Lakini Luka anatuambia Yerusalemu ikizungukwa na majeshi pande zote, tambueni chukizo la uharibifu limekaribia. Maana yake chukizo la uharibifu, ama ibada za mashetani, ibada za mpinga Kristo kufanyika Yerusalemu kwa kufuru zilizozidi, lazima nguvu ya kijeshi ya Israeli itadondoshwa chini. Sasa inadondoshwaje? Twende turudi mahali hapa, njoo mahali hapa nizungumze na wewe vizuri. Iko hivi. Israeli haina mahusiano mazuri na Palestina. Tuanzie pale.
Palestina wanadai Israeli ameshikilia eneo lao. Turudi kwenye hali ya kawaida. Na ndio maana napokuambia habari za neno la Mungu ni mambo ya maisha haya tunayoyaona. Haya tunayoyaona. Na ndio maana Biblia inaposema siku za mwisho watu wataacha kujizuia, tunayaona kwa macho. Wewe hujaona mtu anatoka kuzini anakuja kuimba. Haujaona mtu ni mzinzi yuko ibadani hajaongozwa sala ya toba na anajisikia vizuri. Maana yake siku za mwisho ndivyo zimeamuliwa. Hofu itaondoka kwenye mioyo ya watu. Kadhalika ambacho neno la Mungu linatabiri haya tunayoyaona. Palestina ana ugomvi na Israeli. Mwisraeli akubaliane na huyu. Sasa sikiliza. Palestina anakubalika na Irani. Ina maana ya kwamba tukizungumzia kikundi cha Hamas kinakubalika na Irani. Irani anakubalika na Urusi. Urusi anakubalika na China. China anakubalika na Korea Kaskazini. Kwa lugha nyepesi, mataifa yote yaliyomzunguka Israeli yote ana uadui nayo. Gaza ni adui yake. Ukienda Lebanoni ni adui yake. Ijapokuwa kule Lebanoni walimshawishi yule kiongozi wakachagua mwingine, lakini mataifa yote yaliyo karibu na Israeli ni maadui ya Israeli yote. Halafu hayo mataifa yote yana ushirikiano na wa karibu na watu wenye nguvu kijeshi duniani. Sasa kama yana ushirikiano wa karibu, nini kitatokea? Kinachokuja kutokea, kuna jambo moja ambalo nataka nizungumze kidogo, japo si mtaalamu kule. Nataka nikueleze mambo kidogo ambayo yako nyeti. Kwa nini taifa la Marekani lina ugomvi mkubwa sana na Urusi kuimarisha mahusiano yake na taifa la Cuba, na wala wakubali akatengeneza military base pale, maana yake akatengeneza uwanja wa kivita pale? Jibu ni jepesi sana. Ni kwa sababu Marekani wakimruhusu Urusi akatengeneza mahusiano imara ya kijeshi na Cuba, ni rahisi sana kupigwa kutoka Cuba kwenda Marekani. Sasa iko hivi, ukiwa kwenye uwanja wa vita, kwa mfano, tuchukulie mfano mwepesi sana. Tanzania unataka kumpiga Somalia, lazima kama unataka kumpiga kwa masafa marefu kutoka Tanzania, uombe kibali cha kutumia anga la Kenya. Wakenya wakishakubali kutumia anga lake kumtandika, ni rahisi sana kumpiga. Ninachotaka kuzungumza ni kwamba kwenye uwanja wa vita kuna mahusiano ambayo yanaanza kutengenezwa, na ndio maana mataifa makubwa kama Urusi na Marekani, kuna mahali kama ukianza kufanya vitu, mmoja akisema hapo usifanye utakuwa umeanza kunichokoza, mwingine anaelewa haraka. Unaanza kuona kuna mazoezi eti ya amani ya pamoja kati ya Urusi na China. Wanafanya mazoezi ya pamoja ya kuimarisha wapi? Wanatengeneza mahusiano ya kuleta muunganiko. Ikifika saa ya kivita, uko tayari kuturuhusu anga lako tutumie? Ndio. Uko tayari kwenye nchi yako tujenge military base za kulipulia? Ndio. Maana yake hizi nchi zote ndogo ndogo za pembeni tunakokwenda kule mbele. Na ndio maana watu mnaofuatilia mambo haya mambo, kuna muda wana diplomasia na wachanganya, na yatawachanganya sana hadi mfalme arudi. Watu wengi wanajiuliza kwa nini Marekani hataki kusikia kwamba taifa la Irani liruhusu kujenga vinu vya nyuklia. Maana anajua Irani ikijengewa vinu vya nyuklia ni rahisi sana kuishambulia Israeli. Sasa kinachotokea, wa ndugu wanavyoimarisha mahusiano, wana mbinu nyingi wanazotengeneza. Nchi zote hizi za pembeni mwishoni zitakuja kukaribisha. Tuna mazoezi ya amani na Urusi pale Lebanoni. Tuna mazoezi ya urafiki kati ya Palestina na China. Tuna mazoezi ya urafiki kati ya Misri na taifa la China. Ina maana zile nchi zote za pembeni mwanzoni zitaonesha kana kwamba zinaleta urafiki, tuseme ni ubia wa kijeshi, lakini zitakuwa ni mbinu za kusogeza silaha za kuishambulia Israeli. Mwisho wa siku taifa la Israeli litakuja kujikuta lipo katikati, na mpinga Kristo ndiye atakayemuuza Israeli. Maana yupo kiongozi atakuja
mwenye nguvu kubwa na sauti kubwa ya kidini, ambaye atamwambia Israeli, sikia, sasa umwagaji damu imetosha, tunahitaji amani Mashariki ya Kati, ishi vizuri na wenzio, watasaini mikataba vizuri ya amani. Kwa hiyo ataona Palestina ni shwari, ataona pale Irani ni shwari, ataona pale Lebanon ni shwari, ataona pale Misri ni shwari, kila mahali patakuwa na utulivu kidogo. Biblia inasema uonapo amani, hapo ndipo mabaya hutokea. Saa ile atakayozani ni amani sasa, atakuja kushtukisha wenzie walishajijenga zamani. Nitunzia hii kwenye akili ya kwako. Gaza, pamoja na kwamba imesambaratishwa, itakuja kusimama na itakuja kuwa na mfalme. Sasa watakapofika kwenye ile mazingira, wameshaweka sawa kila mambo, itafika sasa tamwambia, my friend, tunakumbuka sasa tumeshaendelea sana. Naona kale ka utaratibu ketu ka kuigawanya Palestina na Israeli, tunaona sasa tukaweke sawa. Kwa vile tuna amani, hebu na hapa tugawanye. Neno linasemaje? Yerusalemu hairuhusiwi kugawanywa. Watasimama, hawatakubali. Wasipokubali wataingia vitani. Wakiingia vitani wataelemewa vita, maana majeshi yatakuwa na nguvu. Israeli itasambaratishwa kuliko ulivyowahi kuona, na vurugu yake ikitokea sio ya kawaida. Na ndio maana Mungu anazungumza kwa wale walio taifa la Israeli pale Yerusalemu, walio ndani ya Yerusalemu wakimbie nje. Waliotoka Yerusalemu wako nje, wasirudi Yerusalemu. Walio juu ya dari wasishuke chini. Kwa sababu gani? Kitakuwa kipindi kigumu sana, na hayo mambo tukiangalia sana vizuri yananukia sana. Kuna ishara moja ambayo ilinishtua, ijapokuwa sijajua wengine mnaitazamaje. Mto Frati tangu ulivyoachwa ulikuwa hauwezi kukatika, lakini Biblia inazungumza kwenye zile siku za mwisho kabisa, achana na hii ya unyakuo, ile siku ya mwisho kabisa itakapotokea mizeituni miwili, kwa maana ya nabii Eliya pamoja na Henoko, waliochukuliwa bila kufa, waliokwenda wazima wazima. Biblia inasema kwamba Gogu na Magogu watakapoinuka, watauzunguka Yerusalemu kwa ajili ya kutaka kuja kuuvamia. Lile jeshi la wenda kwa miguu linazungumzwa ni wengi kama nzige, maana yake ni wengi kama bahari. Watapita kutoka kaskazini, lakini kuingia taifa la Israeli Yerusalemu watapitia mto Frati. Na kwa sababu wako kwa miguu, Frati hawawezi wakapita kama haijakauka. Ina maana hawatapita kwa meli pale, hawatapita kwa merikebu pale, watapita kwa miguu. Kwa sababu gani? Frati ni sharti ikauke. Tunavyozungumza sasa, Frati unapungua kwa kasi kubwa, haukuwahi kupungua. Why? Lazima unabii utimie. Haya yote kwa nini tunayasikia? Tunapoyaona sisi tuchangamke na kuamka. Yesu anarudi.